Sasa ukitaka kujua kama umeanza kupiga hatua kifedha, haupaswi kumwangalia mtu ambaye amekuzidi hela, kumwangalia mtu tajiri, unaanza kujilinganisha na watu ambao wamefika mbali kifedha. Wewe angalia tu umri wako, alafu chukua zile namba mbili za umri wako, hapo ongeza 0.6. Kama una miaka 22, wewe ongeza 0.6. Kama una miaka 25, ongeza 0.6. Kama una miaka 35, ongeza 0.6, maana yake utapata milioni 35. Kama una miaka 25, ukiongeza 0.6 mbele, hiyo ni milioni 25. Hiyo ndio pesa unayopaswa uwe nayo kwa umri wako, ili ujihesabu wewe kwamba umeanza kupiga hatua kifedha. Hata ukijiita tajiri sio mbaya kwa level yako. Kwa umri wako wowote, weka 0.6. Alafu angalia kwenye masalio yako yote, kwenye simu, kwenye benki, UTT, angalia kwenye hisa, angalia wapi, wote bond. Kiwango cha pesa ulichonacho kote huko inaweza kufika hizo milioni za umri wako. Kama una miaka 23, unapaswa kuwa na milioni 23 ili wewe ujihesabu kwamba umeanza kupiga hatua kubwa kifedha. Vile vile mtu mwenye miaka 40, mwenye miaka 25, kwa maana hiyo ni pesa ambayo inakusaidia kuanza kujitazama kama mtu tajiri, hata kama watu wengine hawajakuita tajiri. Kwa hiyo usihangaike sana kubishana na watu mitandaoni, usihangaike sana kutafuta maisha ya mtu mwingine, usihangaike sana kujua huyu ana pesa au hana pesa. Wakati mwingine vijana wanahangaika kusema kati ya huyu na huyu nani mwenye pesa zaidi ya mwenzake. Hapana, angalia tu wewe mwenyewe, umri wako, weka 0.6. Angalia kama una salio hilo katika sehemu zote ambazo huaga una masalio ya pesa. Hiyo ndio namna ya kujipima kama umeanza kupiga hatua kifedha. Usihangaike na mtu mwingine, hangaika na pesa inayolingana na umri wako.